Sisi tulikataa chama cha Ford Kenya. Chama cha Ford Kenya kiliua kaunti yetu kabisa kwa miaka 10. Na mimi sitaki watu wa kwanza kufikiria mambo ya Ford Kenya tena. Kwa kile kabisa, na mimi nawaambia ukweli kabisa, niko kwenye madhabahu hapa. Waliharibu kaunti yetu, waliharibu hata wafanyikazi wa serikali wakaamini kwamba pesa ikikuja ni kungangania. Tunajaribu kufanya marekebisho. Ukifanya blanda ya kurudi kule, wala ambao walikuwa waweka mirija hapa Trans-Nzoia, hiyo mirija tunawarudisha tena. Tutarudi kwa maskini ambayo tulikuwa nayo. Mambo ya mbegu hamtawahi kuona basari, watoto watakunywa maziwa, hakuna barabara yatatengenezwa, hakuna maji yatachimbwa, hata kwa makanisa hamtawahi kuona. Mnaona kwa kanisa wote wanakuja tu wakaja kutafuta kuona, kuja kudanganya watu, alafu wanapotea. Viongozi wetu ambao tuko nao kule mbele wameuza mali yote ya Western wamemaliza. Walianza ile jina kule Malakisi, ile ya cotton, ile ya pamba wakauza wakamaliza. Ile kitinda ile ya maziwa wakauza ikaisha. Wakaenda wakauza Mumias ikaenda hivyo. Jana wameuza Zoya Sugar Company. Waliuza Panipepe ikaenda wanadanganya kuna private investor anakuja kutengeneza. Panipepe imekufa, ukienda Webuye ilikuwa town vibrant. Watu walikuwa na timu inaitwa Panipepe, si ndio? Walikuwa na stadium, walikuwa wameajiri watu wetu, ilikuwa ni mali imejaa huko. Sasa ukienda Webuye inakaa kama cemetery. Imebaki hivyo. Sasa wale ambao wamekuja kuinvest katika mambo ya sugarcane, ya sukari, private investors, ndio wanaenda kununua hizo factory zetu za serikali. Ile ya mwananchi wa kawaida wananunua. Na mimi najua ile njama wako nayo, wanataka kununua hiyo, alafu waue sukari. Ile bei ya sukari itakuwa imeenda kule juu. Watafuta wafanyikazi. Hakuna kazi ya jamii watafanya. Mkulima kulipa mimi itakuwa ni shida sana. Wanaambia chairman na managing director mwende handover factory yetu kwa Muhindi on a Saturday. Mbona ungoja Monday? Alafu wanauzia Muhindi shamba ekari 20,000. Kwa kila eka wanalipia shilingi 50,000 kwa miaka 30. 1 acre 50,000 shillings for 30 years. Ukipiga hesabu ni kwamba eka moja wanakodesha kwa mwaka shilingi 1,600. Hata hapa Cyprus wewe huko kodesha buni nimekuwa ulipa shilingi 1,000 kweli. Sasa miaka 30 sisi tutakuwa wapi? Wala ambao wanakodesha watakuwa na miaka 90 mnoga wala ambao watakuwa nakumbuka hii maneno watakuwa ni wachache. Watoto wetu wachanga hawa watakuwa wanajua nini kinaendelea. Mali yetu ifanye nini? Imeenda. Takwenda kwa hii Nzoia hii wakingangana, mimi nitaenda Nzoia kesho. Na kama wanasema lazima wauze Nzoia, tutaambia ile Muhindi wewe ununua tu, lakini baada ya miaka 5 hizo serikali ikitoka pia sisi tutakufukuza. Maana wewe kunyang'anya mali yetu. Yeye atakuwa mjinga kufikiri kwamba serikali itamsimamia achukue mali yetu na nguvu. Wacha niwaambie watu yangu, wananchi wakikataa kitu, hata ukileta jeshi, hata ukileta polisi, hata ukileta mandege, hata ukileta misaili, haiwezekani. Kaje kuile bandu utaona watu wangapi? Sisi tutakataa kama jamii kwamba mali yetu sasa hii tunaanza na hii, tunarudisha Zoya, tutarudisha Panipepe, na tukipata nafasi ya kutawala dunia hii tutafufua factory zote ambazo zimeuawa na serikali.